Tukweli ama tukweli? Si mumeona hiyo mpango ya SHA imeanza kufanya kazi? Inafanya haifanyi? Inafanya haifanyi? Kuna watu ambao walikuwa wanafikiria ya kwamba ni mzaha. Kuna wengine walikuwa wanatuambia ati hiyo mambo ya SHA ni uongo. Lakini we will prove them wrong because SHA, Taifa Care, and our universal health coverage is going to work for the majority of Kenyans because that was our commitment. Mimi nawauliza watu wa Keses, nawauliza watu wa Kapseret, nawauliza watu wa Uasin Gishu, piga Bungeria hapa, nawauliza kila mmoja wenu, kabla hujalala leo, uhakikisha kwamba umejisajili kwa SHA. Tunaelewana? Nyinyi mmesajili ama bado mnangojea? Mumejiandikisha ama bado mnangojea? Hebu nione wale watu wamejiandikisha. Ala! Yaani mko chonjo kiasi hiyo? Mumejiandikisha tayari? Nasikiza. Wewe ukijiandikisha, jiandikishe pamoja na watoto wako. Ule ambaye umezaa jana, yule ambaye yako nursery school, yule yako secondary mpaka university, kila mtoto asajiliwe. Ile mpango ya zamani ya NHIF ilikuwa na edu afya ya watoto wa secondary peke yake. Lakini mpango hii ya Taifa Care, tumesema sio watoto wa secondary peke yake wanafaa kuwa na bima ya afya. Hata watoto wa chekechea kule ECD, watoto wa primary school, watoto wa secondary school, mpaka wa university, na hata wale wako nyumbani hawajaenda shule, tunawaweka wote katika mpango ya afya. Ndio wakati tunapanga mambo ya afya ya Kenya, tunapanga na kila Mkenya akiwa on board. Na kwa sababu hiyo, mkijisajili, ndio tutajua hospitali yenu ya hapa karibu kuna wananchi wangapi. Ndio tupange mambo ya madawa, tupange mambo ya wauguzi, tupange mambo ya equipment na matibabu yote, ndio kila Mkenya afikiwe na huduma ya mambo ya afya. Wakenya wasiendelee na umaskini kwa sababu ya kuuza mali yao kutafuta mambo ya afya. Tulikubaliana hatukubaliana? Si niliwaambia nitarola uti kitu? Iko sawa ama si sawa? Imepangika ama haijapangika? Tuko pamoja? So mimi nataka niwaambie hivi na munisikize kwa makini. Tulikubaliana vile vile ya kwamba tupange ajira hawa vijana. Vijana muko? Vijana muko? Mbona sikii sauti ya vijana hapa? Muko area? Muko area? Nataka vijana munisikize kwa makini. Sawa sawa? Sisi tumesema hivi, lazima tuwe na mpango maalum ya vijana wa Kenya. For the first time, we have a comprehensive plan on how to create jobs. Na ndio sababu hiyo, tulisema tuna roll out mambo ya housing, ili tuweze kupanga ajira ya watu engineers, quantity surveyors, watu architects, wale electricians, wale masons, wale plumbers. Vile vile, tukasema lazima tupange mambo ya digital jobs. Hapa leo pale tuko na digital hub hapa katika college hii. Hapa vijana kwa mtandao wanafanya kazi. Hawatukani watu, wanafanya kazi. Mtandao sio ya matusi. Mtandao ni ya kutengeneza pesa, ujisimamie ndio uweze kwenda mbele. Nyinyi mnanielewa? Na tutasambaza hiyo digital infrastructure kila mahali Kenya. As we talk to you, we have a big program rolling out our fiber optic network across Kenya, targeting 100,000 institutions in Kenya to make sure that our young people can have access to the internet and they can monetize their talents, their knowledge, their expertise. And we want them to use the internet to benefit themselves, not to insult others. Tumeelewana jameni? Lakini wale wanataka kutumia internet kufanya matusi, shauri yao. Lakini nyinyi wengine mjue ya kwamba internet can be made for you so that you can earn money, you can monetize your talent, you can have access to digital jobs and grow your incomes and grow yourselves. And that is the reason why we are rolling out internet in the Republic of Kenya. Tumeelewana jameni? Vile vile, hapa tumeweka pia mpango ya mambo ya manufacturing, value addition,
ndio tuko na county aggregation parks across Kenya. Tuko na mambo ya export processing zones in different parts of Kenya because we want to create jobs for our young people. So whether it is our housing plan, whether it is our digital jobs plan, whether it is our migration policy, labor migration plan, whether it is jobs in agro-processing in our county aggregation industrial parks or export processing zones, it is our plan to make sure that the young people of Kenya have access to jobs. And that is the commitment we made. And that is the plan we are rolling out. And I want to commit to you that this plan is going to succeed because we are focused and we are not listening to the naysayers. Because the naysayers must fail. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Mnanielewa? Leo vile vile nimekuja hapa Uasin Gishu kwa sababu ya mambo ya stima. Mimi najua watu wengi hawajapata stima. Ni kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? So leo asubuhi ya leo tume roll out stima ya watu wa Uasin Gishu County. Tumewapatia shilingi bilioni 1.8 ya kuunganisha stima watu 20,000 wapya. Na hiyo kazi saa hii inaendelea nikiongea pamoja na nyinyi. Ndio tufikishe stima kwa nyumba ya wananchi wengi zaidi. Tuhakikisha kwamba tunaondoa giza, tufukuze shetani, ndio dunia isonge mbele. Ama namna gani my friends? Tunaelewana? Tunaelewana ama tuelewani? Tunataka tuendelee namna hiyo? Tuendelee ama tuendelee? Ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu. Wa Kenya, ndugu zetu wa Kenya, let us not buy into propaganda. Let us not buy into falsehood. The people who are enemies of our progress and enemies of our country and enemies of our transformation will not succeed. Our agriculture is on the upward trend. Our irrigation is on the upward trend. Our housing program is rolling out. Our education is on a new footing. And we have more teachers, more resources in our education institutions. Our programs on matters to do with agriculture, the mainstay of our economy, on making sure that we are food sufficient, on making sure that our sugar industries are working, on making sure that our dairy farmers have better incomes, is on course. And I want to assure the people of Kenya, our development, our transformation will not be sabotaged by the naysayers. They must fail and they will fail. And Kenya will succeed. Tuko pamoja jameni ama tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndio mimi nasema hiyo mambo yote, wale watu wanamangamanga huko kutuuliza serikali imefanya nini, mimi nataka niwaambie serikali ya Kenya inasonga mbele na Kenya inasonga mbele. Najua watu wa Ngeri tuko pamoja? Tuko pamoja? Na mimi nilisema hivi, nataka tuungane kama wa Kenya. Hatutaki mambo ya ukabila, hatutaki chuki, hatutaki migawanyiko. Mimi nauliza nyinyi, mnakubali tuunganishe Kenya? Hebu nione wala anasema tuunganishe Kenya. Sasa kwa sababu imenyesha, wacha kwanza niwaonyeshe deputy wangu. Deputy wangu